Albert Mangwea, rest in peace Albert. Albert alikuwa mtu ambaye alikuwa na hazina ya mashairi na ideas kichwani. Manake alikuwa andiki, lakini kama vile mtu hawezi andika kitabuni, yeye alikuwa anaandika kichwani na ana database kichwani. Kwa hivyo idea yoyote itokea hapo, alikuwa tayari na vitu vya kuweka mle. Kwa hivyo naweza kusema kwamba ni penidili, ni mistari alikuwa nao tayari, ila hakujua kwamba itakuwa kwenye design ile iliyotokea. Sasa alipokuja studio alitumwa na manager wake, kipindi kile alikuwa Tipo. Kipindi kile kulikuwa kumesemekana Alberto ameshindwa game, sijui atarudije Ngwea, sijui na mambo yake, zile challenges alizokuwa nazo kipindi kile, kwamba anapotea. Alafu nikatafutwa mimi, kwa sababu hiyo time 41 walikuwa wanasemekana wanatengeneza aina ya hits ambazo zinaweza 41 record. Yes, na mimi ndio nilikuwa pale. Shout out to Lufunyo Mvungi, huyo ndio CEO. Tukaona hivyo wawili. Kwanza hii actually Lufunyo, kwa sababu yeye mwenyewe ni hip hopper, ali understand kwa nini Cowboy awepo pale. Na kweli Cowboy akaja, na alikuja na kina Dark Master, na of course na wana wengine wawili watatu, wana kundi lao lile. Alafu sasa tukiwa tuna bond, of course niingia ndani ya studio, napiga idea moja inakaa kama kibumbapi hivi, tunasema sio hiyo, lakini nikaingia sasa kwenye mfumo wa straight kick. Ile tunapiga straight kick. Sasa na yeye mwenyewe akaanza kuformulate. Unajua Ngwea akisikia ana formulate. Ana formulate kichwani tu. Alafu mimi naongeza snare kidogo. Kale kafirimbi unakasikia ka flute. Kakaingia katikati pale, lakini hapo ni zile kutoka nje kujasikia, na yeye ana formulate na beat inakuwa hivyo. Hapo beat ilikuwa inapigwa live hapo. Kwa hiyo ni so beat ambayo ilikuwepo, jamaa ameikuta, ilipigwa live mkiwa wote hapo. Yes, kwenye session hiyo moja. Na alipomaliza kama Ngwea, of course alikuwa ni mtu mmoja very talented, genius kama tunaweza tumia hilo jina. Alikuwa kati ya wasanii wachache ambao nimewahi kupata kufanya nao kazi. Sijawahi kuona hata handwriting yake. Sijapata kuona handwriting ya Ngwea. Ni alikuwa ana record hapo. Ana record hapo. Labda handwriting yenye niliyoona ni wakati tulipofanya makubaliano yale ya umiliki wa hiyo kazi. na vipi kuhusiana na hiyo situation unaoizungumza kwamba wakati Ngwea anafanya hii kazi, sisi huko mtaani tulitafasiri kwamba bana, mbona kama Ngwea ameweka pain kubwa sana kwenye huu wimbo, kutokana na hizo situation kwamba Obama sasa hivi bwana amna nani bwana. Inasemekana pia sio tu game ilikuwa inamtupa, hata wadau kwenye industry walikuwa hawampi deals kama ambazo walikuwa wanampa miaka ya nyuma kidogo kabla haja release Ni Penny Deal. Nataka nijue studio sasa pale wakati Ngwea ndo anaanza kupiga hizo Ni Penny Deals, watu walikuwa wanajadiliana nini kuhusiana na situation nzima na hiko ambacho anataka kwenda kukideliver? Kwanza ilikuwa ni challenge kwamba Fiesta inakaribia. Alafu kulikuwa na ile Ruge marehemu, rest in peace, alikuwa na formula moja kwamba hey, time it's 10 days to go, tunafunga list. Kama hamna nyimbo sahau Fiesta. Sasa Ngwea alikuwa one of those people, na Ngwea kwa sababu alikuwa mkubwa sana, wananchi alikuwa shawaingia, wananchi walikuwa wanajua. Hii ni kabla ya algorithms. Unajua unasoma mood kwenye ground. Na mimi nilikuwa natumiaje, Matonya anaweza kuwa ameenda huku, amesikia habari za Ngwea, ameenda wapi nani, ikawa tu kwamba kelele in jumla Tanzania. Miji yote hii yetu ilikuwa ni kwamba Ngwea lazima awe Fiesta. Na sasa hiyo ilikuwa imebaki siku kadhaa. Sasa ndo ikabidi tufanye huu wimbo. Tipo of course alifacilitate. Tipo alirahisisha. Unajua ile kurahisisha. Sessions zifanyike vizuri, watu wasafiri on time, tukafanya kila kitu on time. Hadi Adam Juma mwenyewe akaambiwa ndo afanye video ya chap. Ukiangalia video vizuri, kuna shots tuko pale tuna dance nikiwa nimevaa shati nyekundu. Hapo ni nje ya ile session mzee. Yaani mtu kaitwa siku hiyo. Sasa si Adam ndio yeye alikuwa anasema mimi sasa si shoot na kamera kubwa. Kwa hiyo ngoma ilirekodiwa siku hiyo, beat ilipigwa siku hiyo, ikarekodiwa siku hiyo, na video ikaanza kushutia siku hiyo. Video hizo sasa, zile shots za kwanza of course aliendelea pia another day. Lakini shots zile unaona nimevaa shati nyekundu na wanacheza pale wengi, ilikuwa ile session. It's only you ambaye umefanya chorus. Mimi Dark Master ndo amefanya ile ya chini pendili maselan ambayo ndo nilikuwa nifanye mimi, lakini sasa mimi nika switch ili kwa sababu watu walikuwa wamenizoea mzoa Migwe Books. Kwa hivyo nikapaisha, ndo mimi napiga ile ya masela anapiga Dark Master za chini ambazo ningefanya mimi kiuhalisia.